Naam, ni siku tena nyingine ambayo tunaendelea na somo letu la elimu ya ndoa, na jana tuliweza kuangalia sababu ambazo zinapelekea ndoa kuvunjika ama kutengana. Leo tutaangalia sasa ni mambo gani ya kuweza kuyafuata ili ndoa iweze kudumu. Hasa kwa mtu ambaye unataka kuingia kwenye ndoa ama upo kwenye ndoa, ni vitu gani au ni mambo gani ambayo unapaswa kuyajua ili kudumisha ndoa yako iwe na amani na upendo thabiti. Sasa ili ndoa iweze kudumu, kuna mambo kadhaa. Jambo la kwanza, nilishakuwa nikilizungumza sana. Kwanza elewa maana ya ndoa. Tumelizungumza sana maana ya ndoa ni nini. Tumelizungumza sana tangu mwanzo. Ushaielewa maana ya ndoa. Ndoa inakaa wapi, inaanzia wapi, inakuja wapi. Ukirudi katika klipu ya kwanza kabisa, utaweza kuelewa maana ya ndoa. Jambo la pili, nilisema amua toka ndani ya moyo. Lazima uamue kuanzia ndani ya moyo kwamba sasa ninataka kuingia kwenye ndoa. Wewe moyo, naamua hilo. Na unapoamua kutoka ndani ya moyo wako, maana yake ni kwamba uweze kutulia katika ndoa. Jambo la tatu, mshirikishe Mungu. Wewe unayetaka kuingia kwenye ndoa ama ambao upo kwenye ndoa, mshirikishe Mungu. Lazima uiombee ndoa. Bila maombi, ndoa yako haiendi. Hakuna mtu anayependa ndoa yako iendelee, iwe na amani, iwe na furaha. Ninapozungumza kwamba hakuna mtu ni wale wachawi, mashetani. Shetani hapendi ndoa yako iwe na amani. Shetani anapenda yale ambayo tumeyazungumza huko nyuma. Ndoa zivunjikage. Ndoa huyu analeta matamanio. Anafunga fahamu za watu wasielewe maana ya ndoa. Kwa hiyo hicho ndo anachokifurahia. Muwe mnavurugana tu humo ndani, kukosekana amani. Ndo anachokipenda. Kwa hiyo lazima uombee ili kusiwe na huo upenyo. Jambo la 4, usisikilize watu. Usisikilize watu. Anasema unapopokea ushauri kuhusu ndoa, sawa, au jambo lolote, unapopokea ushauri kuhusiana na jambo lolote, upokee, lakini usiutendee kazi kabla hujauchuja na kuupima katika mzani. Sasa watu wengi wamekuwa wakisikiliza, yaani ndoa zao zimekuwa zinaendeshwa na watu wengine. Kwa unakuta mwanamke anamsikiliza mama yake ama shangazi zake au bibi zake au nani, kwamba kila kitu kinachotokea ndani mwake kinakwenda kwa ndugu zake, ndio wamshauri afanyaje. Wakati kuna vitu vingine
si vya kushauriana na hao ndugu, au mwanaume anapeleka kwa ndugu zake, wakati si vitu vya kupeleka huko, ni vitu vya wao kwa wao kumalizana. Mfano tu, mtu anaweza akawa jamani, nataka ninunue gari, mkewe yupo hapo, nataka ninunue gari. Gari gani unataka kununua? Nataka ninunue labda Makitu. Sawa. Mke huko amshirikishi, ama akimshirikisha akimwambia Makitu, mume wangu, sio gari nzuri, kidogo inakunywa sana mafuta hiyo, nunua RAV4. Sasa kwa kuwa hawezi kumsikiliza mkewe au mumewe, anasikiliza wale waliomshauri, nunua Makitu, naye ananunua. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo si vya kupeleka kule. Kuna vitu, yani kuna mambo ambayo yanayopelekwa kwa wazazi ni pale ambapo ninyi kama ninyi mmeweza kushauriana mkashindwa kufikia mwafaka, ndipo wazazi wanashirikishwa ili waweze kuwashauri. Mfano, labda umekuta mke au mume amemshtukia mwenzie, ama ameona mwenzie labda message, au amemkuta amesimama na mwanamke mwingine au mwanamume mwingine, akawa anaongea naye, alafu yule mwenzie akarudi nyumbani akasema, umekuwa umesimama na yule mtu na mnaongea vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu nimesikia au nimeona message zako bwana, unachati na mwanamke mwingine. Alafu huyu mmoja ambaye ametenda hilo kosa akashindwa kukubali na kuweza kubadilisha mwenendo wake, itampelekea huyu mwenzie aweze kuwa na hasira na kuwa na mawazo sana, kwamba kwa nini ananifanyia hivi. Sasa anapoweza jaribu kutengeneza, alafu mwenzie hakubaliani, ndipo pale linabidi lifike kwa wazazi ili waweze kuwashauri na waweze kumuonya. Hayo ndio mambo ambayo unaweza ukayashirikisha wazazi hali yanaposhindikana ninyi kwa ninyi kuyaweka sawa. Jambo la 5, ondoa tamaa. Tamaa imekuwa ndio chanzo kikubwa sana cha mafarakano. Kama hiyo tulivyokuwa tunazungumzia hapa, kwamba unakuta tamaa imejaa. Mtu ana mke nyumbani lakini bado anatamani walioko nje. Mtu ana mume nyumbani lakini bado anatamani na yaani mtu anatongoza, alafu akiulizwa wewe si una mke, anaambia sina mke. Wewe si una mume? Hapana, mimi sina mume. Wakati ana mume nyumbani. Yote hiyo ni tamaa. Kuna kitu amekitamani kutoka kwake. Kwa hiyo tukiondoa tamaa na kukaa katika mstari ulio bora, tutafanya ndoa yetu idumu. Jambo la 6, tujifunze kwa walioshindwa ama walioshinda. Yaani walioshindwa unajifunza ili wewe uweze kurekebisha pale waliposhindwa wao, wewe uweze kushinda. Mfano,
Mwenzio unakuta ameshindwa labda kujenga ndoa yake, aidha tu kwa tamaa. Kwa tamaa tu amesababisha ndoa yake imebomoka. Sasa wewe pale inatakiwa ujifunze kwamba kumbe tamaa sio nzuri. Tayari nina mtu, kwa nini nitamani mtu mwingine? Ile itakusababishia wewe kushinda, kwa sababu usifanye kile alichokifanya mwenzio, bali wewe rekebisha pale ile njia, uweze kushinda, kuendelea mbele na kwa furaha. Haya mambo 6 ambayo nimeyazungumzia yote yanalenga kudumisha ndoa ili iwe imara zaidi na yenye upendo, furaha na amani. Na mtafurahia mapenzi yenu katika ndoa yenu kwa uzuri na kwa ubora zaidi. Hata watu wengine watajifunza kupitia ninyi. Labda niwaambie tu kitu. Unapokuwa na ndoa imara, hata familia yako inajifunza kupitia wewe. Watoto wako wanajifunza kupitia wewe. Watasema, unaona baba na mama, hatujai kuona wakigombana. Kumbe mlikuwa mnagombana ndani huko, lakini mlikuwa mnayamaliza, afu mkitoka mnaendelea na maisha vizuri kabisa. Kwa na watoto na wenyewe wanaanza kutamani kwamba tukifikia na sisi umri wa kuoa ama kuolewa, natamani nipate mtu ambaye tutakuwa tunaelewana kama baba na mama. Kwa hiyo unajikuta unapata sifa, si kwa watoto, hata kwa watu wengine wanaokutazama, watakuwa unapata sifa pasipo wewe kujua, na watajifunza hiyo elimu kutoka kwako, hata wewe pasipo kujua kama kuna watu unawafundisha. Mtume Paulo anasema muwe walimu kwa watu wengine, hata msipojua nyinyi kama mnawafundisha wengine, bali matendo yenu ndio yanakuwa ni elimu kwa watu wengine. Kwa hiyo sasa, baada ya kuelewa na kujifunza haya mambo, maana ya ndoa na sababu zake na namna kuidumisha ndoa yako, basi sasa unaweza kuingia kwenye ndoa ama unaweza kuidumisha ndoa bila shaka yoyote ile. Kwani unaweza kukabiliana na vitu ambavyo vinaweza vikasababisha ndoa yako ifanyaje? Ivunjike. Kwa hiyo utajikuta unaweza kuihandle ndoa yako na kukabiliana na yale mambo ambayo yanasababisha ndoa yangu kutokuwa na amani. Utakabiliana nayo kwa sababu una hekima ndani yake, una busara ndani yake, una uelewa ndani yake. Kwa hiyo hautababaishwa na jambo lote. Hata mtu anapokuletea jambo kuhusiana na familia yenu au maisha yenu, utakuwa na hekima ya kulipokea, lakini kulichuja kabla hujafikisha sehemu husika. Kwa hiyo na utakuta unakuwa wewe ni mfano mzuri kwa jamii, na Mungu pia atafurahia, kwa sababu atakuwa akiona ninyi wenyewe mkiwa na furaha pamoja na familia zenu. Kwa hiyo niwasihi wale wanaoingia kwenye ndoa na wale ambao wako kwenye ndoa, tujue ndoa ni sekta nyeti sana, ambayo inaweza kutunzwa ama kuharibiwa na watu wenyewe wasipoelewa vyema na kuidumisha kwenye maisha yao hiyo ndoa. Kwa hiyo sasa,
Ukitaka kuibomoa ndoa yako, utaibomoa wewe mwenyewe. Ukitaka kuidumisha ndoa yako, utaidumisha wewe mwenyewe. Sisi wengine tunatoa tu elimu kwa kiwango fulani. Wewe ndio unaifanya vitendo. Kama nilivyokuwa nimesema kwamba katika Biblia inasema mtu atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mweziwe. Kwa maana nyingine hata jamii yako utaachana nayo. Ndugu zako, baba yako, nani utaachana nao, ili kusudi uweze kuambatana na huyo mwezio. Manake mshauri wako mkuu ni Mungu. Mshauri wako msaidizi ni huyo mumeo au mkeo. Utakapoyazingatia haya, ndoa yako, nina uhakika wa 100% mtazikana mkiwa mmefikisha miaka 100. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Na muendelee kucomment na kulike. Mwenye swali, mwenye maoni, mwenye ushauri, unaweza ukacomment hapo. Na kama kuna swali nitajibu, ushauri nitaupokea bila shaka yoyote ile. Mungu awabariki sana na muwe na siku njema. Amen.